Episode 3 inaanzia tulipoishia. Basi baada ya Nick kupambania sana penzi, lakini ikashindikana, ikabidi tu aje kwa mchizi. Jamaa kamdaka na kumwambia kama sababu ni ile listi aliyonipa, mimi nitatafuta pesa tu. Bibi akamwambia haihusiani hata na hiyo listi, yaani hata kama utatafuta pesa ukanunua hivyo vitu vyote alivyoandika, bado tu atatafuta njia ya kukukatalia. Jamaa akamuuliza kwa hiyo sababu ni nini sasa? Bibi akamwambia ni kwa sababu wewe sio Myorubaha. Jamaa akasikitika na kuambia yaani anajiona analipoteza dodo hivi hivi. Bibi akamwambia na hiko ndicho kitu ambacho pesa haiwezi kutatua. Jamaa akamwambia kwa hiyo kabila langu linakuwa sababu ya mimi kutokupendana na wewe? Mwana akabaki anafyonza tu pale na kupiga mihayo kama hajala vile. Hivi unajua nimeshamshukuru sana Mungu kwa ajili yako. Yaani nilikuwa nimeshawaambia wajomba zangu, mashangazi zangu, wazazi wangu. Nitaenda kuwaambia nini sasa? Yaani kwa sababu ya kabila langu familia yako imenikataa mimi? Nachoka mimi mjukuu wa Mwandambo. Alafu na wewe hauwezi kulipambania penzi letu? Bibi akamwambia lakini sio kosa langu, nimepambania sana mpaka nimechoka. Mwana akasema sawa, nimepata mbinu, tukimbie. Bibi akamwambia siwezi bwana, tuamshe tuenda kukaa miaka 10, baada ya hapo tunarudi. Bibi akamwambia siwezi mimi jamani, siwezi kumfanyia hivyo baba yangu, siwezi kuvuka mipaka ya familia. Jamaa akamuuliza huwezi kumfanyia hivyo baba yako lakini unaweza kunifanyia mimi? Jamaa akamwambia nilidhani naenda kukuoa sasa, nilidhani utaenda kuoa peke yangu. Bibi akamwambia lakini wewe ni mwanaume mzuri na kiukweli nilitamani kuwa na wewe maisha yangu yote, lakini limekuwa jambo lililo nje ya uwezo wangu. Mwana akamwambia Nike, kwa hiyo umelikatia tamaa hili? Sema Mwana ni kama alikuwa ameipania sana hii nyama, yaani anasikitika vibaya mno. Mwana kwa masikitiko akasema nitaenda kuanzia wapi mimi? Akaanza kulia bwana, akaokota zake kofia, akainuka huyo, akarudi zake kwa Luanzari. Sasa siku moja Niki akiwa gym na rafiki yake akawa anamwambia inabidi twende date nyingi sana, utampata tu mwanaume. Niki akamwambia shida sio kwenda date, shida ni kumpata mtu wa jamii ya Yoruba. Mazungumzo yanaendelea, akatokea huyu Mwana hapa, na yeye alikuwa anapashapasha mazoezi kidogo. Akamtazama bibie Nike, ikabidi amsogelee kabisa. Samahani, wewe sio Nike? Ni mimi Nike kutoka Agric ndani ya SS3. Bibie akamwambia ndiyo, ni kweli, na jina lako la hapo mbele ni nimesahau. Umenikumbuka lakini? Hapana. Jamaa akamwambia BY St. Matthew. Mungu wangu, BY jamani, ni kweli? Na kumbato likapigwa na kuambia. Mwana akamwambia sikutegemea kukuona hapa. Mungu wangu, umekuwa karefu. Mbea akatabasamu huku, bibie naye kicheko tu. Akamwambia anyway, yule ni rafiki yangu Ada, kutana na rafiki yangu wa zamani wa shuleni. Mambo mkaka, jina lake anaitwa BY. Mwana akamwambia imekuwa njema sana kukuona. Nimefurahi pia. Mwana akamwambia nahitaji kupata namba yako. Hakuna ashindwe. Haya, niandikie namba yako hapa. Basi bibi akaandika namba yake ya simu kama unavyoiona hapa. Haya wazee wa kudm sasa, na nyinyi kazi kwenu. Nimefurahi kukuona Nimefurahi kukuona pia. Basi Shogile akaagwa, anakena tu. Mwana yeye akasepa. Shogile akamuita Nike. Kwani unaniita hivyo? Nilidhani umeshaacha masuala ya dating. Muone huyu. Mbona sikuelewi? Huyu ni rafiki yangu wa shule tu, tumekutana na wala hakuna kingine. Sawa, rafiki yako wa zamani wa shule. Anyway, ni kazuri lakini umempa namba yako, si ndio? Ndiyo, kwa ajili ya kubadilishana mawazo. Lakini sawa, inabidi uolewe sasa. Mungu akufungue wewe. Amen. Basi bana, na mazoezi ndio yakawa yameishia hapo. Mida ya usiku simu ya bibia ikaita. Jina ni Adebayo. Bibia akaokota akapokea. Hello, mambo Nike, unaendeleaje? Naendelea vizuri, niko poa. Vipi wewe? Mimi niko poa pia. Nimeamua kukupigia, kiukweli nimefurahi sana kukutana na wewe leo. Sasa sikia, huyu Mwana ndo ameshaanza kutia mistari hivyo. Basi Mwana akaendelea kumwambia kiukweli nimekuwa nikipitia hali fulani kipindi hiki, lakini kukuona kwangu leo kumenibadilishia mudi kabisa. Jamani, ni nini kimetokea? Jamaa akamwambia nimetoka kuachana na mtu kwenye mahusiano, yaani iliniumiza sana kuliko nilivyodhani. Nilipoteza mpaka mwelekeo kazini. Unajua sikuwa nimepanga kabisa kuja gym leo, lakini ni kama kuna kitu kilikuwa kinanisukuma kwenda, na ghafla boom, kumbe na wewe upo gym. Jamani pole, yaani umepitia mengi kweli. Kuachana kunaumiza sana jamani, lakini nimefurahi kukuona unaendelea vizuri. Nimefurahi pia ninaendelea vizuri.
Bibi akamwambia sikujua kama bado huko Nigeria, nilishtuka sana kukuona. Unajua, niambie ni nini kilitokea kwenye mahusiano yako? Mwana akamwambia mahusiano yangu ni stori ndefu kidogo, lakini nilimfumania mwanamke wangu ana cheat. Jamani Bayo, pole, hiko kitu kinaumiza sana. Jamaa akamwambia lakini huenda Mungu alikuwa ananiokoa kwa ajili ya mtu mwingine. Nike, ninaona aibu kukwambia hiki, lakini toka tuko sekondari sijawahi acha kukupenda. Kwa hiyo kila wakati naona umejaa tu akilini kwangu. Kwa hiyo sasa nadhani niko na mtu ambaye ni chaguo la moyo wangu. Naamini Mungu amejibu maombi yangu. Bibie kicheko tu. Unachekesha sana wewe. Kwa hiyo Bayo, siku hizi unaenda kanisani? Ndiyo, mimi ninasali na ni muumini mzuri wa TAG Kitete pale. Bibi akacheka kisha akamwambia, hebu niambie kitu kingine. Mwana akamwambia, unajua nini? Nilikuwa nawaza wiki ijayo nikutoe out. Kuna sehemu moja nzuri sana, kuna misosi ya maana, utaipenda na kuambia. Usiniambie utakataa. Kwa tabasamu bibi akamwambia, kwa hiyo unalazimisha? Kisha akamwambia, Bayo, uwe na usiku mwema. Si utakuja? Lakini nimesema usiku mwema. Basi kicheko na simu ikakatwa. Kesho yake akawa anaongea na Shogile. Ilikuwaje? Nilijua tu utaniuliza, unapenda umbea kweli bwana, niambie ilikuwaje? Bibi akamwambia, Bayo ni mwanaume mzuri sana. Sasa akawa anamwambia huku tunaonyeshwa kilichoendelea. Bibi akamwambia, yani Bayo alikuwa anakumbuka kila kitu, yani kuna vitu vingine alikuwa ananiambia mimi hata nilikuwa sivikumbuki. Hayo ndiyo mambo yaliyotokea huko. Shogili akamwambia, yani nimefurahi sana, huenda Mungu alikuwa akikuweka kwa ajili yake kupitia baba yako. Akamwambia huenda. Nike akamwambia rafiki yake, lakini kuna kitu bado nilikuwa sijakifahamu. Kitu gani hiko? Hiko kitu kimeniwazisha mno. Wakati tunakula, Bayo aliagiza maji. Sasa tukawa tunaonyeshwa kilichotokea. Natumaini hakuna tatizo lolote kaka. Mwana akamuuliza, haya maji ni ya baridi au ni ya baridi kwako? Samahani kaka, naweza kwenda kukubadilishia. We ni mpumbavu Samahani kaka, kwanza umechukua muda mrefu sana kuleta haya maji hapa. Hii ni nini? Hii ni nini? Nike akataka kutetea. Mwana akamwambia, we emtulia. Mhudumu akamwambia, haitajirudia tena kaka. Ndiyo, haitajirudia tena. Chukua kwa yabadilisha huko. Kwa uoga kibibie kikayachukua kikaenda kubadilisha, na uhakikisha hayo maji ni ya baridi. Nike akabaki anamshangaa tu jamaa, yani ana mind kwa vitu vidogo vidogo sana, yani kilikuwa ni kitu kidogo sana kilichotokea, lakini alivyokichukulia yeye, bwana wewe hebu achana na hayo. Yani ndio hiko kitu kilikuwa kinakuwazisha. Kwanza na hao wahudumu hawafanyagi kazi vizuri. Yani haiwezekani mtu anakuagiza kitu hiki, wewe unaleta kitu kingine, alafu unasema ana mind kwa vitu vidogo vidogo. Embo achana na hilo jambo bwana. Bayo ni mwanaume wa ndoto zako, ni mtu wa kabila lako, yani kila kitu anacho. Nike, angalia usije ukampoteza na huyu. Acha kabisa kumuhofia Bayo. Kwanza embo ngoja nikuulize, alikutreat vipi? Yani alinitreat vizuri sana, alikuwa mwema sana wakati niko naye. Hayo ndiyo mambo ya msingi. Sasa huyo ndo mwanaume. Sasa sijui ni nini kingine unataka mimi niseme. Nike akamwambia sawa, nitalifikiria hili. Basi mjengoni vicheko tu. Embu ngoja tuendelee kutazama, je, Nike ataipata ndoa au vipi? Na huu ndo kawa mwisho wa episode 3. Ulikuwa na mimi Mr. Poza, mzee wa mipozo. Ili kuendelea kupata simulizi hizi, usiache kusubscribe na kuturn on notification bell. Have a good day.